Hello everyone, this is Kisiwa Koja katika Kisiwa cha Sheria. So today nataka tuzungumzie kuhusu challenges of defilement cases. Challenge ya kwanza hizi kesi ni kwamba huwa kuna kuwaga na late reporting of the incident. Either pengine wazazi wapo karibu ama guardians wako karibu, lakini kwa sababu yule ni mtoto na ni jambo limemtokea, huwa anakuanga na uoga kuripoti, na hiyo pia inasababisha ile kesi kufika polisi kwa kuchelewa sana. Na hilo likitokea, basi kuna zile evidence muhimu ambazo kwamba alikuwa zipatikane zitapotea, kwa sababu utapata pengine mtoto kama yule atabadilishwa nguo, ataogeshwa, na hiyo basi itakuwa inatoa the link now between the kitendo ambacho kimefanyika na mtu amemfanyia hicho kitendo. Challenge nyingine ni utasikia kwamba hizi cases zinakuwa settled out of court. Utapata kesi imeripotiwa vizuri kabisa inaendelea, alafu naambiwa watu wanaongea nje ya mahakama, na sheria imekataza kesi kama hizi huwa kutolewa, but there are some of the cases zinakuwa settled out of court despite the seriousness of this offense. So that becomes a challenge. The third challenge ni witness interfering. Mshukiwa kama kwamba ako na haki ya kufanya kesi akiwa nje, ako na haki ya bail ama ya bond, japo kuna mahakama nyingine huwa zinapeana bondi ya juu kabisa ili watu kuonyesha kwamba how serious the offense is. Lakini mtu ako na haki yake, na by the end of the day ako na watu wake, atalipiwa, atafanya kesi akiwa nje. Kule nje anapoenda sasa, utapata anaanza kuitisha familia ya yule mtoto, wanakitishwa. So wanafanya witness interfering, wanafanya hayo mazungumzo. Wengine wanataka ku drop case, ama kesi inaendelea, lakini utapata shahidi sasa the attorney ajui aseme chenye kimehapeni ni kweli ama vipi. Wengine wanaambiwa ataozeshwa. So this becomes a challenge to prosecute these defilement cases because of witness interfering. Though prosecutor anaweza, kama ushahidi umeletwa na hiyo familia itaelezea kwamba kuna hiyo witness interfering, anaweza kuomba mahakama kwamba ile bond iliyopatiwa iwe cancel ili kesi kesi yake aweze kuifanya akiwa ndani. Challenge nyingine ni mashahidi huwa wanakata tamaa. Mtu amefanywa kitendo alichotendewa, amekuja mahakama kwa mara ya kwanza, wao wanabidii sana kuja kotini ile mara ya kwanza, tulisema kwamba inaitwa arraignment. Lakini baada ya hapo huwa kesi tarehe inapewana kulingana na diary ya mahakama. Kwa hiyo unapata watu wanakata tamaa, kesi itasikizwa lini? Pengine it's been almost 3 years. Kawaida wale mashahidi wa serikali hawafai kuja kotini siku za mention, wanafaa kuja siku kusikizwa. Lakini unapata wengi huwa wanakuja hadi zile siku ambazo kesi huwa inatajwa. So kwenye hiyo process huwa wanachoka na hiyo kesi, mara wanaona sijui waachane na maneno, mara they don't even turn up during hearing. Utapata wengine wanasema mbona sisi tu tunakuja, huyu jamaa afanye kitu chochote, anakuja na tarehe nyingine. But hizo ni utaratibu wa mahakama ambao nafikiri tulizungumza in brief uko awali. So hii inakuwa also challenge kwa sababu mashahidi wanakata tamaa kabisa na ile kesi wakiona kwamba inachukua muda mrefu. Challenge nyingine ni uoga. Sheria imeweka huyu victim anapatiwa witness protection. Hata majina yake pale mahakamani huwa yanabanwa. Wanaweka kwa mabano, huwa jina lake linatajwa kutumia abbreviations za majina yake. Pia wao wanafanya hizi proceedings in camera. Watu wengine wao wanaambiwa watoke mahakamani ili kuweza kumpatia uhuru ule mtoto kufanya ile kesi. Lakini wakati mwingine inakuwa ni challenge kwa sababu ule mtoto anaogopa, pengine ilikuwa mtu labda ni jirani yake, ama pengine ni mtu anahusiana naye. Sasa anaogopa iwapo kusema chenye kimetokea labda kitakuwa na madhara katika kufanya ile kesi. So these are some of the challenges za defilement cases ambazo nimeona tuzizungumze katika hii part ya leo. Thank you so much. Stay tuned.